Hodi. Habari mama. Haya, habari za hapa nyumbani? Salama, shikamoo baba. Karibu baba. Haya. Huyu mumeo mama yupo? Hapana baba, ametoka. Sasa kubwa mimi ambalo nimekuja nalo, nataka kujua juu mtakabali wa kodi yangu. Huu mwezi wa pili unakwenda mwezi wa tatu sasa hivi. Alafu hakuna anachonichukiza mumeo au anachoniudhi kama kile kitendo cha kwamba napiga simu kupokea pokei. Akiniona ananikwepa. Nikija sijui anakuwa yumo ndani kajificha au vipi, sielewi. Sasa mimi hii haijalishi sana kwamba yumo ndani au hayumo ndani. Hapana baba, ametoka. Hayumo baba ndani. Lakini katika ujio wangu nilikuwa nategemea mama wewe unipe jamvi. Nikimaanisha kwamba sio nitolee jamvi uniwekee hapa, unieleze ukweli. Kwa sababu jamvi ujue halina uvungu. Jamvi ukika katika sakafu hata kama kuna kijiwe, kijikokoto tu, utajua kwamba hapa kuna kokoto chini ya jamvi. Lakini uvungu, mtu anaweza akajificha uvungu wa kitanda. Sasa nitegemea wewe nikuja kwangu hapa nipate ushirikiano na wewe, unikabidhi au unipe mumeo au unieleze kwamba mumeo yupo, uniitie nije nionane naye. Hayupo baba, ametoka. Sasa baba, leo unaniambia hayupo. Sitaki kubisha sana. Kama hayupo, yupo, na kupeni siku hizi 3. Sasa mimi nitakalo kuja kuliamua mtaniona mimi kama mtu mbaya. Sasa mnamaanisha nini? Hapana baba, tutajitahidi baba. Au nyumba mnaiona nyumba ya nani? Nyumba yenu? Hapana, sisi tutajitahidi baba, tutakulipa. Siku mbili hizi tutakupa babangu, tusaidie. Hivi kuna mtu gani ambaye anapenda kuishi maisha kama haya babangu? Mtu una raha. Tunajua hii ni nyumba yako, lakini sisi tusikilize vile vile. Nitakapokuja tena, yani pawe pameshaeleweka. Kama kuna kodi yangu nipate kodi yangu. Hakuna kodi yangu bwana, mimi naomba fanyeni taratibu za kufunga virago. Sawa baba, kwa sababu wapangaji sio ninyi tu peke yenu. Tutajitahidi baba. Hii kushindwa kuheshimiana. Sasa nitakuja kuwavunjieni heshima na mimi mtaniona kwamba huyu mzee bwana sijui anatunyanyasa na nini na nini. Hakuna manyanyaso. Huu ndio ukweli. Unapopanga kitu cha kupanga au mnapokubaliana, mnapotengeneza makubaliano, mtekeleze au mkamilishiane. Sasa msipokamilisha mtanilaumu. Hapana baba. Mimi naondoka baba, tajitahidi. Mimi nakwenda zangu. Sasa akija mumeo basi mwachie, mpe huu ujumbe huu. Narudia tena, natoa siku hizi 3. Na umri huu si mtu wa kuweza kufanyiana hivi. Mimi naondoka, lakini nikirudi nataka nipate hiyo. Sawa baba, tutajitahidi baba. Haya, asante. Nimechoka mume wangu ifezea. Majirani kila siku wanatusikia sisi ndo tunadaiwa hapa ndani. Baba mwenye nyumba sio muelewa. Juzi mtoka kuongea naye. Masuala haya na hakuna asichojua. Masuala yangu mimi anayajua. Mimi sina kazi sasa hivi. Sio muelewa nini mume wangu, hata kama ingekuwa ni wewe. Miezi 2 tumekaa bure humu ndani. Hivi ungekubali kweli? Tumeishi kwake hapa tuna muda gani? Tuna miaka mingapi mke wangu? Tumesha kumsumbua sisi kuhusu swala la kodi ya nyumba. Sasa kwa nini anashindwa kutuvumilia sisi? Sio muelewa bwana. Hivi unadhani hili tatizo mume wangu litaisha lini? Sisi mbona hatujai kumsumbua? Kwa nini mtu asielewe kwamba mimi nina kipindi kigumu? Kipindi kigumu hawezi kuelewa mume wangu. Hivi wenye nyumba unawajua mume wangu? Wenye nyumba nataka uwazirike ili yeye afurahi. Ukiwa na hela ndo rafiki yako. Kwanza uke mume wangu si ujinga. Kwa nini tusirudi kijijini mume wangu? Kijijini? Mke wangu mimi nimesoma au umesahau? Mimi nirudi kijijini na vigezo gani vya kwenda kulima mimi? Mimi nina vyeti mke wangu. Nimesoma mambo ya procurement. Nitaendaje kushika jembe nianze kulima? Hivi walionisomesha watanichukuliaje mimi? Walimu walionifundisha mimi watanifikiriaje? Mke wangu, mimi natakiwa nipambane, nipate kazi. Haya mambo yote yataisha. Haya maswala ya huyu mwenye nyumba sikuumize. Yeye anatakiwa tu avumilie. Avumilie nini mume wangu? Wewe mwenye nyumba mume wangu unawajua. Wenye nyumba wana roho mbaya. Kwa sababu wamepata hao basi wanajisahau kabisa mume wangu Hivi unadhani anakuja kutoa vyombo hapa ndani? Mimi sura yangu nitaweka mwamvua mimi kwa superstar hivi mume wangu Unataka mimi nizalilike? Unataka mimi niazilike? Ili jioni naenda kuliweka wapi mume wangu? Alafu tunasema wewe mvumilivu. Kweli?
mwachie, mpe huu ujumbe huu. Natoa, narudia tena, natoa siku hizi 3. Kwanza huko mume wangu si ujinga. Kwani tusirudi kijijini mume wangu? Maana tumepewa siku 3 tu, na leo siku mume wangu ndio imeshaisha, na hapa zimebaki siku 2 tu. Ni kwamba kesho na kesho kutwa. Tunafanyaje mume wangu? Nimetembea kila rafiki unayemjua kwangu, leo nimemfuata, lakini hakuna yote ambaye ananipa matumaini. Kila mtu anakuambia njoo kesho, si hivi na hivi, mimi matatizo, mimi si hivi na hivi, mimi bwana mambo yangu mkuu bwana. Kwa hiyo mimi nimekuja mwenyewe mke wangu, sina chochote hapa. Hivi unaonaje tukajishusha? Tukatafute chumba hata Uswahilini mume wangu. Mimi nimechoka adhabu za humu ndani. Uswahilini? Uswahilini mume wangu. Tutaweza sisi? Tutaweza mume wangu. Ndio maji yameshatufika shingoni. Tutaweza mume wangu. Kwani wanaweza wanani sisi tushindwe mume wangu? Huko Uswahilini hapo tunahitaji fedha za kupanga. Na mimi hapa nilipo sina hata shilingi 10. Tunafanyaje mke? Sina hata shilingi, yani hata shilingi 10. Tungeenda Uswahilini. Mimi nakubaliana na wewe. Sasa tutaendaje? Mimi sina kitu. Hivyo mume wangu, inabidi ufanye chochote unachojua wewe cha kufanya. Ili maji ndo katafute chumba kule. Mimi nimechoka huko ndani mume wangu. Acha kufanya hapo mke wangu. Hapa kuuza tu TV. Ili tupate pesa ya haraka. Sio TV tu. Yaani huko ndani chochote tutakwenda kukiuza. Chukua tu kauze mume wangu. Tupate hiyo hela ya kodi. Tukapange tu kwa Uswahilini. Nimechoka mume wangu. Yaani nimechoka. Sawa, mimi ngoja kesho asubuhi nichukue TV nikazunguke nayo. Tutakachokipata basi tutaenda huko Uswahilini. Haya Mungu atakusaidia. Ila ninachokuomba mke wangu kwa kipindi hichi naomba kidogo uwe mvumilivu. Mimi na wewe vitu tumetoka mbali sana. Najua ndio sina pressure. Najua wanawake wengine ukishaona wamezaa wanaanza kuyumba ndani na wao pia wanaanza kuyumba. Mume wangu Wanaanza kuhangaika. Tunatofautiana. Mara yuko hapa sio mtege ama sio kwa sio.
Tito, ndugu yako nimekuja huko. Hali imezidi kuwa mbaya. Toka niache kazi mpaka leo sijapata kazi. Ni kama vile wanavyosema watu kwamba acha kazi uone kazi kupata kazi. Sasa na mimi kama unavyojua ni bora ningeacha kazi, lakini nimeachishwa tena bila sheria, bila yani hata utaratibu wote hujatumika kuniachisha ni kazi. Lakini whatever the case bado tuyaache. Lakini inaniuma sana. Kwa sababu utaratibu haukufuatwa wala sheria hazijazingatiwa mimi ninavyoachishwa ni kazi. Hilo bwana wote tunafahamu. Na wewe kama unavyosema mwenyewe kumbe unalifahamu kwamba wewe umeachishwa kazi. Na umeachishwa kazi kwa sababu ya uzembe wako. Kwa Tito, mimi kuhamasisheni nyinyi kudai haki za wafanyakazi nimefanya kosa? Haki haidaiwi vile. Haki ni procedure. Wewe umehamasisha mgomo wa wafanyakazi zaidi ya 100 tuandamane sisi. Kwa kukuunga mkono wewe kwa uzembe wako. Hivi. Tito, just imagine nani anaweza kufanya ujinga kama ule? Ukufuata sheria kuhamasisha watu. Ndio maana hata mimi sikukuunga mkono. Lakini anyway tuache hayo. Lakini pamoja na hayo yote, ila mimi ile kampuni sitoiacha. Lazima nifikishe mbele za sheria. Lazima haki ipatikane. Wewe huna uwezo. Kampuni ni ya mwekezaji ambaye serikali inapokea hela nyingi ya kodi. Wewe huna uwezo wa kuifikisha ile mahakamani. Kwa sababu gani? Hapo ulipo pesa huna. Wenzio wale kampuni ina wanasheria zaidi ya 20. Ile kampuni ni kubwa. Lakini sheria iangalie pesa. Sheria ipi sasa? Hii sheria unayojua wewe. Mimi nasema hivi rafiki yangu Samu. Pesa huna na hata ujio wako leo pengine japo mwenyewe hujajieleza hapa. Unaweza kuita unakuja labda kuniuzia hii TV. Na hii TV ninavyojua mimi watoto wako Jessica na Nicholas walikuwa wanachezea magemu. Pengine unakuja kuniuzia mimi. Sijui, hebu niambie. Una kitu gani kipya? Uko mbali sana umeenda. Ni ule muendelezo wa kusema mimi nimepigika, hali mbaya. Hii TV mimi naiuza. Na kuiuza huku lengo langu nipate kodi. Yaani nanyanyasika Tito pale nilipo. Maji kweli hapo shingoni. Bei gani unauza? Bei unajua bei za flat Tito, kuna 700,000, 600,000. Sasa utaangalia katika hizo. Sasa kuna 700,000, 600,000. Sasa rafiki yangu 600,000, 700,000 unayo mikononi. Kweli? Unakuja kuniuzia mimi 600,000, 700,000. Hiyo ni bei ya dukani ndugu yangu. Wewe unaniuzia bei ya dukani? Lakini flat ndio maana nakwambia hivyo. Hiyo bana mimi nitakupa 100,000 hii TV. 100,000. Kitu cha 600,000 Tito unipe 100,000.